Kichwa cha somo kinasema mafuta ya kumiliki. Ni lazima tumiliki. Mwambie mwenzako ni lazima tumiliki. Yaani kwenye maisha ni lazima wewe umiliki, ama ni lazima tuweze kumiliki vitu vya thamani. Na iko mafuta ambayo yanaweza kuachiliwa juu yako, na yale mafuta yakasababisha wewe uweze kumiliki. Sema amen. Nitakupa andiko moja, alafu utalisoma, alafu utanifuatilia. Nisomee Ufunuo 5 mstari wa 10. Pale utafuatilia vizuri, utajua ninalenga kitu gani. Ufunuo 11, Ufunuo 5 na mstari wa 10 pale. Kifika utanisomea mara moja. Ufunuo 5 mstari wa 10, kuna kitu pale utaona. Soma mara moja. Ukawafanye kuwa ufalme na makuhani. Ukawafanye kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Na makuhani kwa Mungu wetu. Hebu kanisa rudia. Ukawafanye kuwa ufalme, na makuhani kwa Mungu wetu. Anasema ukawafanye kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Endelea. Nao wanamiliki juu ya nchi. Nao wanamiliki juu ya nchi. Sifa za wafalme ni kumiliki. Kumiliki nini? Kumiliki ardhi. Sifa za wafalme ni kumiliki ardhi. Sema amen. Ndio maana unakuta mtu kama Noasa alikuwa ana mahekari ya mashamba. Mtu kama vile kuwa wafalme na makuhani. Kwa lugha nyingine, hauwezi kumiliki kama wewe si mfalme, kama wewe si kuhani. Rudia hiyo andiko tena. Ukawafanye kuwa wafalme. Ukawafanye kuwa wafalme Na makuhani kwa Mungu wetu. Na makuhani kwa Mungu wetu. Nao wanamiliki juu ya nchi. Nao wanamiliki Juu ya nchi. Maana yake sifa ya wafalme ni kumiliki ardhi. Wanamiliki juu ya nchi. Wanamiliki nini? Wanamiliki ardhi. Sifa ya wafalme ni kumiliki ardhi. Sasa ili wewe uweze kumiliki, lazima uwe na sifa za kifalme. Amen. Lazima uwe na sifa za kikuhani. Kwa hiyo wewe ili uweze kumiliki ardhi, ni lazima tuachilie mafuta ya kifalme. Maana yake mafuta ya kifalme yanasababisha mtu amiliki. Lazima tuachilie mafuta ya kikuhani. Maana yake mafuta ya kuhani yanasababisha mtu aweze kumiliki. Hauwezi kumiliki kama wewe si mfalme. Hauwezi kumiliki kama wewe si kuhani. Kwa hiyo ili uweze kumiliki ardhi, ni lazima mafuta ya kifalme yaachiliwe kwenye maisha yako, ama mafuta ya kikuhani. Sema nitamiliki kifalme. Sema nitamiliki kikuhani. Rudia tena, nitamiliki kifalme. Rudia tena, nitamiliki kikuhani. Kwa hiyo sifa ya wafalme hawa ni ardhi. Wafalme wanajivunia ardhi. Anasema nenda ukawafanye hawa watu ufalme na makuhani, ili waweze kumiliki juu ya nchi. Hauwezi kumiliki ardhi kama una sifa za kifalme. Sifa za wafalme ni ardhi. Mwambie mwenzako ardhi ni utajiri. Rudia tena. Ardhi ni utajiri. Unaweza ukanunua ardhi yako ukaiacha tu hapo. Ukapata hela tena ukanunua ardhi mahali, ukaiweka tu biko ni vizuri, ukaweka kwenye utaratibu mzuri, ukaiacha. Ukapata hela tena ukasikia ardhi inauzwa mahali, ukaiweka kwenye utaratibu vizuri, ukainunua ile ardhi, ukaiacha. Unaweza ukajikuta umenunua kitu cha milioni 10, kesho unakuja kuuza milioni 100. Lakini ulinunua milioni 10.
Unashangaa unakuja umenunua kitu labda milioni 20, kesho unakuja kuuza milioni 150 ama 200. Kila siku zinavyozidi kwenda, ardhi inapanda thamani au ardhi inaongezeka thamani. Leo tunaweza tukashangaa katika ukawafanye kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Rudia hiyo andiko nisomee. Rudia tena hiyo andiko nisomee. Ukawafanye kuwa ufalme wa ukawafanye kuwa nani? Makuhani. Ukawafanye kuwa nani? Kuwa ufalme na makuhani. Ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Kwa Mungu wetu. Nao wanamiliki juu yake. Nao wanamiliki. Hao watu wanaofanyika wafalme na makuhani kwa Mungu wetu ni lazima wamiliki ardhi. Ni lazima wamiliki mali. Ni lazima wamiliki vitu. Ni lazima wamiliki. Kwa nini? Wamefanyika ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Sasa wa watu kama wana sifa za ufalme, wana sifa za makuhani, ni lazima wakaimiliki ardhi. Ukimiliki ardhi, umemiliki kila kitu. Sema amen. Amen. Ukimiliki ardhi umemiliki kila kitu. Ardhi ina mambo mengi. Ukijenga unajenga wapi? Ukilima, ukiendesha gari, ukifanya biashara, ardhi ni utajiri. Ardhi ni kila kitu. Ndio maana mchawi akitaka kukumaliza anachukua ardhi yako. Sema amen. Amen. Mchawi akitaka kukumaliza anafanyaje? Anajua, anaelewa akikamata ardhi amekamata maisha yako. Mwanadamu yeyote anatokana na hii ardhi. Mungu akamuumba mtu, akatumia ardhi. Ardhi ndio kila kitu. Ndio maana mchawi akitaka kukufunga anachukua ardhi ya pale kwako. Anasema ninafunga biashara. Kwa nini mchawi anachukua ardhi afunge biashara? Kwa nini mchawi anachukua ardhi afunge maendeleo yako? Kwa nini mchawi anachukua ardhi usipige hatua? Anajua ardhi ni kila kitu. Mungu alipomlaani Kaini, alimwambia Kaini, sikiliza, kwa sababu umeua ndugu yako, akamwambia ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Maana yake ardhi ikilaaniwa ni maisha yako, my friend, yamelaaniwa. Watu wakifanya uchawi kwenye ardhi yako, wamefanya uchawi kwenye maisha yako. Wamefanya uchawi kwenye biashara yako. Wamefanya uchawi kwenye kazi yako. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Ndio maana kuna mtu anaweza akaja kwenye ardhi unafanya biashara, akachukua ule udongo, alafu akasema ninamuhamisha kwenye hii biashara. Amekamatwa, ninamuhamisha. Akaenda akaitupa ile ardhi mbali. Ukashangaa siku ya siku tu unapatwa na kichaa, unasema nataka niame hapa, nataka nihamishe biashara yangu hapa, nataka niondoke kwenye hili eneo kabisa. Kwa nini unataka kuondoka? Watu walikuhamisha kwenye ulimwengu wa roho, walichukua ardhi, wakafanya kitendo cha imani cha kukuhamisha kwenye eneo lako, na wakafanikiwa. Mwisho wa siku ukahama. Wachawi wanachukua ardhi. Ardhi ni kila kitu kwenye maisha yako. Mwanadamu ameumbwa kupitia ardhi. Ndio maana mwanadamu anapokufa, watumishi wa Mungu wanapoenda kuzika, wanatamka maneno yanayosema uliumbwa na udongo na utarudi kwenye udongo, kwa sababu mwanadamu anatokana na ardhi. Kwa hiyo wachawi wakicheza na ardhi ya eneo lako,
biashara yako, maisha yako hayawezi kuwa na mafanikio. Kwa nini? Ardhi ikikamatwa, ni nyota imekamatwa, ni kibali imekamatwa, ni maisha ya mtu yamekamatwa. Ndio maana Yakobo wakati anasafiri alifika mahali Biblia inasema akachukua jiwe akaliweka akalala. Alipolala akaota ndoto. Anaota ndoto gani? Anaona ngazi zinapanda na kushuka. Akasema kumbe kwenye hii ardhi Mungu yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Kuna ardhi unaweza ukajenga ukaona baraka, na kuna ardhi unaweza ukajenga usione mafanikio. Kuna eneo unaweza ukaishi ukawa una nguvu ya maombi sana, lakini kuna eneo unaweza ukaishi ile nguvu ya maombi ikaondoka. Maana yake hiyo ardhi ya hilo eneo uwepo wa kimungu hamna, kuna uwepo wa kishetani. Lakini kuna eneo unaweza ukakaa ukashangaa uwepo wa Mungu upo kwa hilo eneo. Ardhi. Mwambie mwenzako ardhi. Ndio sababu maandiko yanasema ukawafanye kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Kwa nini tunatakiwa tufanywe kuwa wafalme na makuhani? Ili tuweze kumiliki ardhi. Kwa sababu sifa za wafalme hapa duniani sio pesa. Sifa za wafalme hapa duniani sio magari ya kifahari. Sifa za wafalme hapa duniani sio nyumba za kifahari. Sifa za wafalme hapa duniani ni ardhi. Sema amen. Ndio maana kuna mtu ana ardhi hapo, unashangaa na kiwanja eka moja, unashangaa sio wapi anaeka, wapi sio anaeka ngapi, wapi sio anaeka ngapi, wapi sio anaeka ngapi, wapi sio anaeka ngapi. Ardhi ni utajiri. Sema amen. Mwambie zako ardhi ni utajiri. Ardhi ni utajiri. Mwambie lazima uwe na neema ya kumiliki ardhi. Sema tena lazima uwe na neema ya kumiliki ardhi. Sema tena amen. Sejulikana kwa kuwa na mamlaka juu ya ardhi, rasilimali ndani ya eneo lake. Kwa hiyo ni lazima uwe na mamlaka juu ya ardhi. Mamlaka juu ya ardhi ni ipi? Uwe na uwezo wa kumiliki ardhi. Uwe na uwezo wa kufanya maombi ili uweze kumiliki ardhi. Ndio maana nimesema leo nitakiwa tuwe na udongo wa eneo unalolihitaji, alafu tunafanya maombi ya kukumilikisha hiyo ardhi ya eneo ambalo unalihitaji. Maombi ya kumilikishwa. Mafuta ya kifalme yanapoachiliwa kwenye maisha yako yanasababisha uweze kumiliki ardhi. Sema tena amen. Soma tena hiyo andiko vizuri. Rudia tena. Ukawafanye kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Nao wanamiliki juu ya nchi. Ukawafanye kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki nchi. Hebu sema nikafanyike kuwa mfalme na kuhani ili niweze kumiliki. Kwa hiyo yako mafuta ya kifalme yataachiliwa kwa maisha yako. Yako mafuta ya kifalme yataachiliwa kwenye mikono yako. Yako mafuta ya kifalme yataachiliwa ili uweze kumiliki ardhi, ili uweze kumiliki mali. Hakuna mfalme ambaye amemiliki vitu vya kawaida. Kila unayesikia alikuwa mfalme amemiliki ardhi. Sema amen. Nini? Ardhi ni ishara ya nini? Ya utajiri. Nakuuliza wewe mama, ardhi ni ishara ya nini? Ishara ya utajiri. Nataka sauti. Ardhi ni ishara aina ya vitu wanamiliki. Sema amen. Ya. Nikizungumzia habari ya kumiliki sio roho mbili. Hivyo ni vitu vidogo sana. Nikizungumzia habari ya kumiliki unashangaa mtu wa mjini hapo unaambiwa, jamaa ndo anamiliki hili gorofa. Jamaa ndo anamiliki haya mashamba. Fulani ndo anamiliki hizi nyumba hizi za kifahari unazoziona zinamilikiwa na mtoto wa fulani. Sema tena amen. Sifa ya wafalme ni kumiliki.
Na ninasema kumiliki ardhi kuna maanisha pia kuwa na utawala na heshima, kwa kuwa ardhi ni ishara ya wewe kuwa tajiri. Ardhi ni ishara ya utajiri. Hebu sema ardhi ni ishara ya utajiri. Rudia tena. Rudia vizuri. Sema nitamiliki kifalme. Sema nitalala kifalme. Sema nitamiliki kifalme. Sema nitalala kifalme. Sema nitavaa kifalme. Sema tena amen. Lazima umiliki kifalme. Amen. Ule kifalme. Amen. Ya. Sema nitakula kifalme. Nitakula kifalme. Mwanzo 1:28. Biblia inasemaje? Mwanzo 1:28. Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia. Mungu anawaambia, zaeni mkaongezeke. Mkaijaze nchi. Na kuitiisha. Mkatawale. Samaki wa baharini. Adamu aliumbwa kutawala, amiliki ardhi na kuitawala. Kwa hiyo akawaambia, zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Kutiisha maana yake kila kitu kiwe chini yako. Nasema kila kitu kiwe chini yako. Kila kitu kiwe chini yako. Maana yake wewe ndio uongoze vitu. Sio kwa damu ya Yesu. Sema kuanzia sasa, moto kuwakie, moto kuchome, moto kuwakie, moto kuchome. Sema tunasafiri kwenye ulimwengu wa roho, tunakufuatilia wewe bibi unaitesa maisha yake. Sema tunakufuatilia. Ile roho ya uganga tunaipiga. Sema kwa jina la Yesu. Sema kila ufalme wa kuzimu unaopambana naye, sema tunauangamiza. Sema kwa jina la Yesu. Yuko wapi? Yuko hapa chini. Mama hapo anafanya kazi gani? Fanya biashara. Baba utaanza na kweli. Lamu. Lakini sioni mambo ya balozi. Naona utakuwa mtu mkubwa sana, lakini si balozi. Ila utakuwa mtu mkubwa lakini sio balozi. Mimi sasa binafsi, kila mtu ana maono yake, wewe una maono yako, unasema unataka kuwa balozi, lakini mimi ninachokiona kwako ni mambo ya udokta. Mimi ninachokiona kwako, yaani wewe pamoja na unasema tutakuwa balozi sawa, mimi sikatai kabisa, lakini mimi ninachokiona kwako ni mambo ya udokta. Yaani naona unashughulika na wanadamu. Yaani kuna namna unawasaidia wanadamu, unashughulika na mambo ya binadamu, yaani kama unawasaidia. Lakini balozi mimi sioni huko, ila naona utakuwa mtu mkubwa, lakini nakuona wewe ni kama dokta. Nani dokta kwa hiyo? Sababu naona neema ya udokta kwenye maisha yako. Lakini sasa umeniambia umechukua aksi. Sijui uko mbele itakuwaje, lakini naona utakuwa mtu mkubwa, lakini sikuoni kwenye masuala ya balozi. Hatima yako ina vita, lakini wewe unajua. Utakapomaliza form 6, Mungu atakupa neema. Utamaliza. Lakini nakuona utafanya vizuri. Lakini baada ya hapo sasa ndio utaanza kuingia kwenye vita sasa. Utaanza kuuliza, mbona vita vimeinuka? Yaani naomba
nisomee kitabu cha Mhubiri. Mhubiri 8. Mhubiri 8 pale. Unifuatilie. Mhubiri 8. Ukawafanye kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, wakamiliki nchi. Sifa ya wafalme ni ardhi. Kwa hiyo mafuta ya kifalme yanapoachiliwa kwa maisha yako, ni lazima umiliki. Mhubiri 8 mstari wa 4. Biblia inasemaje? Kwa kuwa neno la mfalme, kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu. Nani awezaye kumwambia huyo? Nani awezaye kumwambia wafanye nini? Kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu. Awezaye kumwambia huyo unafanya nini? Hakuna mtu anayeweza kuzungumza vizuri itakuwa. Amina. Sema lazima niwe na mifugo itakuwa. Neno la mfalme lina nguvu. Kwa maana maandiko sema nenda ukawafanye kuwa wafalme. Wafalme ni watu wakubwa. Sema kuanzia leo mimi ni mfalme. Kuanzia leo mimi ni mfalme. Nitakula kifalme. Nitakula. Mwanzo 26 mstari wa 3 na wa 4. Tuone Isaka naye alirithi ardhi kutoka kwa baba yake Abrahamu. Tutasoma. Na Mungu alimtokea, anasema kaa ugenini katika nchi hiyo. Mwanzo 26 mstari wa 3. Anaishi katika nchi hiyo, Nami nitakuwa pamoja nawe. nami nitakuwa pamoja nawe Na kukubariki. na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Unaangalia, Ibrahimu alikuwa ni mfalme, akamiliki ardhi, na Isaka anaahidiwa na Mungu atamilikishwa ardhi, yeye pamoja na uzao wake atamilikishwa nini? Ardhi. Sema tena amen. Amen. Ni lazima tumiliki ardhi. Sema lazima tumiliki ardhi. Rudia vizuri. Nisomee tena Yakobo. Tumwangalie Yakobo tena. Mwanzo 28 mstari wa 13. Kama Yakobo tena alimiliki ardhi. Mwanzo 28:13. Mwanzo 28 mstari wa 13, Biblia inasemaje? Natazama Bwana amesimama juu yake. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii, ardhi hii unayoilala nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Baba ndo alianza kumiliki Ibrahimu. Isaka naye anakuja anamiliki. Sema amen. Yakobo naye anakuja anafanyaje? Usiseme hivi, sitaweza kumiliki kwa sababu kwetu kuna uchawi, utakuwa ni mpuuzi. Usiseme hayo maneno kabisa. Sitaweza kumiliki kwa sababu kwetu kuna mtu ni mganga. Yeye ni uganga, ana uganga wake, hakuwa uganga wewe ukuhusu. Useme sitamiliki kwa sababu babu yangu mzaa nani sijui alikuwa ni mchawi. Huo ni Obadia. Kitabu cha Obadia. Obadia 1 mstari wa 17. Biblia inasemaje? Bali katika mlima wa Sayuni, watakuwako wenye kuokoka, nao utakuwa mtakatifu, na huo mlima utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao, na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. Hebu sema nyumba yangu lazima itamiliki. Rudia vizuri, nyumba yangu
lazima itamiliki. Sema watoto wangu lazima watamiliki. Sema biashara zangu lazima nitazimiliki. Sema tena amen. Ukawafanye kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao watamiliki nchi. Nikakufundisha vizuri. Sifa za wafalme ni kumiliki. Hakuna mfalme ambaye hajamiliki ardhi. Sifa za wafalme ni ardhi. Ardhi ni utajiri. Hebu sema ardhi ni utajiri. Yes. Juu ya maisha yako, juu ya maisha yako, kila ufalme wa shetani unaozuia mimi kumiliki, mimi kutawala, ninauangusha. Sema kwa jina la Yesu. Sema imeandikwa ukawafanye kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, wakamiliki nchi. Sema kuanzia leo ninafanyika mfalme, ninafanyika kuhani kwa Mungu wetu, niweze kumiliki na kutawala. Sema Bwana Yesu, achilia mafuta ya kifalme, ya kikuhani, niweze kumiliki na kutawala. Sema kwa jina la Yesu. 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 Sema achilia mafuta ya kumiliki, waachilia mafuta ya kutawala. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema neno lako ndilo linasema unaenda kunifanya mfalme na kuhani, niweze kumiliki juu ya nchi. Sema nitamiliki ardhi, nitamiliki mali, nitamiliki fedha, nitamiliki biashara. Sema kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina, kwa damu ya Yesu. Sema kuanzia leo nitamiliki kifalme na kutawala kwa jina la Yesu. Nitapata kibali, nitapata kibali kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya kumiliki, roho ya kutawala, achilia juu yangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho inayozuia mimi kumiliki, mimi kutawala, kwa jina la Yesu, haina nafasi kwenye maisha yangu. Sema kwa jina la Yesu. 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 Nyamaza kimya. Kuna mtu naona mbele yake. Ninaamuru hiyo nyoka iondoke. Mashekara masaka nyoka. Ninayekuona kwa biashara yako baba. Nyoka ninayekuona napitisha moto. Nyoka ninayekuona ripozeke ya ndo. Ripa pa. Yeremo saka ya ndaraba. Yes, kwa moto. Ripa ya ndorobosika. Masheke te. Rapa saka. Wakala yoyote anayejigeuza wakala wa kipepo, wakala wa kuzimu, akutane na moto huyo wakala, akutane na moto huyo wakala, akutane na moto huyo wakala. Roho ya mauti haina nafasi kwa maisha yako, haina nafasi kwa maisha yako. Kila maagano, kila ufalme kwa jina la Yesu wa kuzimu ninauvunja kwa damu ya Yesu. Ukamiliki kifalme na kutawala kwa tukufu wa Mungu. Ukamiliki kifalme na kutawala. Rabasaka yanda. Ukamiliki kifalme na kutawala kwa jina la Yesu Kristo. Ukamiliki kifalme na kutawala kwa jina la Yesu Kristo. Ukamiliki kifalme na kutawala kwa jina la Yesu Kristo. Ukamiliki kifalme na kwa ajili ya nini? Uko kwa kazi gani? Nasema utakaa uko kwa kazi fanya nini? Nani kakutuma? Nani kakutuma hapa? Bibi yake unataka nini? Kwa nini unasema? Kwa nini unamwambia ukweli? Kwa nini unamwambia ukweli? Nilimwambia ukweli gani? Kwa nini unamrisisha uchawi? Maisha yake. Toka ninakuamuru. Ndio kuja kuharibu na kuvuruga maisha yake. Toka njia. Masaka ya ndaraba.
Usikae kwenye maisha yake. Usikae kwenye. Sema Bwana Yesu. Kuanzia leo nitamiliki kifalme